Abasi TV inakuletea story nzuri. Bwana we, namjua waziri mkuu wa Kongo wa kwanza aliuawa kwa nini? Waziri mkuu wa Kongo aliuawa kwa sababu alisema ukweli mbele ya wazungu. Leo tunamzungumzia Patrice Emery Lumumba. Jina lake ni Patrice Emery Lumumba. Alizaliwa mwaka 1925 katika kijiji cha Alunwa. Wakati huo Kongo ilikuwa bado chini ya Ubelgiji. Maisha ya watu weusi yalikuwa magumu sana. Hakukuwa na shule, hakukuwa na kazi nzuri, lakini Lumumba alipenda kusoma. Alifanya kazi ya posta. Polepole akaanza kuongea na watu, akaambia watu ni muda sasa wa kuamuka. Mwaka 1958 alianza chama cha MNC. Lengo lake lilikuwa moja tu: uhuru kamili wa watu wa Kongo, uhuru kamili wa Kongo. Alizunguka nchi nzima, aliongea na wakulima, aliongea na wafanyakazi. Watu wakampenda kwa sababu alikuwa mmoja wao. Mwaka 1960 Ubelgiji lilazimika kumpatia Kongo uhuru wake. Tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 1960 ndiyo siku kubwa ilifika ya Kongo kupata uhuru wake. Siku hiyo kulikuwa na sherehe, wazungu wote walikuja. Mfalme wa Ubelgiji alitoa hotuba yake, kisha ikafika zamu ya Patrice Emery Lumumba. Kila mtu alizani atasema asante, lakini Lumumba alisema, akaweka makaratasi yake chini, akasema hivi: ndugu zangu, tumeteseka sana, tumechomwa na viboko, tumevunjwa mikono, lakini leo tumepata uhuru wetu na hatutarudi nyuma. Wazungu walinyamaza. Mfalme alikasirika. Ndani ya dakika 5 tu bwana, Lumumba alibadilisha kila kitu, lakini furaha haikudumu. Baada ya siku 18 tu, shida lilianza tena. Wanajeshi wakaisi mikoa ya Katanga na Kasai ikajitenga, na nyuma yao kulikuwa na mikono ya wageni. Marekani na Ubelgiji walimwogopa Lumumba. Walisema ni hatari kwa sababu yule jamaa anapenda sana nchi yake. Wakapanga kumwondoa madarakani. Marafiki zake wakamsaliti. Koloneli Mobutu akamtia ndani. Bwana we, yaani kuna watu wanatengeneza nchi alafu kuna wengine wanaharibu. Wakampeleka Katanga kwa maadui zake. Usiku wa tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 1961 katika msitu wa Katanga, Patrice Lumumba aliuawa. Alikuwa na marafiki zake wawili, waliuawa wote watatu, kisha wakachoma miili yao. Alikuwa na miaka 30 tu naambiwa. Lakini leo tunamzungumzia kwa sababu maneno yake bado yanaishi. Alisema historia itasema siku moja tu, na leo ndiyo siku hiyo. Somo ni hili: kama utajipigania mwenyewe, hakuna atakaye kupigania. Mimi ni Abasi wa Abasi TV. Kama umejifunza kitu, like na kushare. Tutaonana kwenye video inayofuata kuhusu Mobutu. Asante. Kongo iwe na uhuru.